masuti kama venye naivaa hapa. Walikuwa wanavalia kaputula na kashati na hizi zinawazunguka nyuma. Ndio Mungu amewatumikisha waanze kupata nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao ndio wenye wamekuwa wa kwanza kupokea taarifa ya kuwa katika mji wa Daudi amezaliwa nani? Ndiye nani? Kristo. Ndio andiko. Asema katika huko kumeweza kuzaliwa taarifa, na hiyo taarifa wakaipewa ili waifikishe kwa watu wote. Ukiangalia mazingira ya mchungaji wa mifugo anavyokuwa, sio mstahiki. Hata kwenye kikao chako cha kuandaa harusi hauwezi ukamuite, atachangia nini? Tena hata katika mambo ya ajabu hauwezi ukamuite. Na hili ndilo lenye lilileta changamoto kwa Wayahudi mpaka leo, halijatoka kwenye saikolojia yao. Manabii wameweza kutabiri ya kuwa atakayezaliwa ni mfalme wa Uyahudi. Sasa kwanza wenye wamebeba taarifa eti amezaliwa wasiokuwa wasomi. Unajua msomi anaanza kuona ya kuwa hili halijakaa vizuri, linaomba matengenezo, ila Mungu asiyedanganyika amelikamilisha. Wewe unabakia kuangalia kanuni zako za vitabu, Mungu anaendelea mbele na wale wenye wamekuwa na utiaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema taarifa hizi zimepokea wasiokuwa wasomi na wasomi. Hivi unaanza kuona alipopata mchungaji wa kondoo ameipata taarifa, wa pili nadhani umeshakuwa naye jibu tayari kabisa. Asante kwa kunipa moyo. Ina maana kwa Waisraeli wameenda kuona ya kuwa taarifa za mstahiki haziwezi zikatolewe na mtu kama mimi mwenye sijui Kiingereza, ndio nije kukupatia taarifa za Biden amesema hivi. Utanielewa? Kwanza utaanza kuuliza amesipokea pokeaje? Hivi labda kwa sababu kule kambini walikuwa wanasema kubadili imekosa kile kichwa chake. Kulikuwa kachombo kenye kalikuwa kanabadilisha vitu kule, ndio anakuambia kubadili inakosa. Watu wataanza kuuliza ya kuwa huyu nadhani hasimami tena vizuri. Ila taarifa ilivyoweza kutolewa, aliyepewa taarifa kwa sababu anatembea katika taratibu na kanuni za Mungu, akayaweka wapi? Akayaweka moyoni, akasema huyu ndiye. Amewafikia wanani? Wachungaji kule Makonde, watu wenye hawasomi hata vitabu, hawana taarifa yoyote, ila Mungu akaweza kuwafikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo taarifa ninasema ya kuwa kwa wale wenye wamekuwa wapekuzi wa maandiko matakatifu mpaka sasa hivi wanaona ya kuwa Masihi hajawahi kufanya nini? Kuzaliwa. Na sasa uweze kuangalia ya kuwa sisi tuna neema ya kujua taarifa na habari za Kristo kwa sababu Kristo amekuja kusimama kwetu. Ila kule kwenye amezaliwa na kule kwenye asili yake Ukristo haupo. Ukiwa unapekua vitabu vizuri utaanza kuona mpaka sasa hivi
ile kanisa la Israeli sasa hivi liko linasalia Wakristo wasiokuwa Wakristo, si ni Waislamu? Sawa, ndio wenye wamekabili. Na katika hayo yote mazingira kwenye Kristo amezaliwa, umetawaliwa na Uislamu. Sasa hizo taarifa ni ngumu watu kuweza kuwa nazo mpaka sasa hivi, na hicho ndio unaanza kusikia kunakuwa na changamoto wenye mtu wao wangali wanasema ya kuwa mpaka sasa hivi hawajapata nini taarifa, ila wewe umezipata zile taarifa ambazo zimemkamilisha ya kuwa Kristo alishazaliwa. Wao wangali wanatarajia ya kuwa atazaliwa juu ya mazingira ya lile neno, kuweza kuangalia wenye wamelileta kwanza, hivi wanaweza wakalilete hili neno. Unajua hata barua kule kwetu ndo sio hizi zinaangushwa kwenye milango. Umeipewa na nani? Unaona mtoto mwenye anaileta kwanza ana vumbi sana. Nani amekupatia hii barua? Na mmekutanana naye wapi? Ina maana unauliza maswali kwa sababu unamtathmini mtu mwenye anakuletea ile barua na maneno mazito yaliyoko ndani ya ile barua. Auamini ya kuwa yule mtoto anaweza akapewe ule ujumbe, ila ujumbe umekufikia wewe. Waliokuwa wa kwanza kupokea habari, na hiyo habari imekuja nyeti kutoka kwa Mungu kupitia wachungaji walioko wapi? Makondeni. Wao wako mratiba za kujichungia mifugo yao, huku Mungu naye ana ratiba na wao atumike na Mungu ana ratiba na ili atumike na akawashushia ujumbe wa kuonyesha ya kuwa kile kilichotabiriwa tangu zamani kimekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliokuwa wa pili kuipokea hizo taarifa, waliokuwa wa pili ni watu wenye elimu, wenye uwezo na wenye ujuzi wa kutofautisha mambo, ila wenye ujuzi ujuzi wa kusoma nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninakumbuka wakati tuko kule kwetu kwa asili, wazee walikuwa wanasema ya wakiona makundi ya nyota wanakuambia ina maana anaenda anadetaye zile nyota kadri ya vile wenye anaziangalia wapi na kwa wale wenye waliwahi kusoza mitungu sana kutoka kule kwetu kuvuka ngambo kule Burundi, dira iliyokuwa ikiongoza watu ilikuwa ni nini? Ni nyota. Aseme fuateni ile nyota, itawafikisha magari, na watu wanafika. Ni ujuzi ambao wamekuwa nao. Acha kwanza tusome hawa wapili. Nimesema muda wetu umekuwa si rafiki sana. Yesu, tunasoma Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 2. Mstari wake wa kwanza. Mathayo sura yake ya 2 mstari wa kwanza tunasoma. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasi tumekuja kumshuhudia. Wale wako helele hawana hata taarifa, ila taarifa inaanza kutoka mbali. Na
unajua kuna mtu anaweza kujisikia yuko na Yesu, ila Yesu hajafanya makao ndani mwao. Ujumbe wa leo, Yesu azaliwe ndani mwako. Hii taarifa yenye utapata hapa, uweze kuandaa moyo wako, Yesu afanye nini? Kwa sababu waliokuwa mbali wameweza kupokea taarifa, na wenye wako kwenye tukio hawajaipokea nini? Taarifa. Hawa mamajusi walikuwa watatu. Siku yenye tutajaliwa tutaweza kueleza, kwa sababu muda si rafiki sana. Tungeweza kueleza na koo zao na mazingira yao, na kuweza kusema kila sadaka ambayo mmoja aliyokuwa nayo, ile uvumba na zile sadaka kila mmoja alikuwa nayo, vimeweza kuashiria nini katika nguvu zetu za nini, za kiroho. Kwa sababu mpaka leo zile sadaka zinafanya nini? Kazi. Wenye walikuwa wa pili walikuwa hawa wajuzi ambao wamesomea ujuzi wa nyota. Wakaangalia hewani ya kuwa hii nyota iko tofauti na zile zenye tunaendelea kuziona. Kama walivyo wajuzi hivi, si unaona kama hivi venye dada anakaa hapa na hii pose yake hivi venye amekaa hapa mbele ya daktari, anatoa diagnostic yake, anasema matatizo yake. Daktari anamwambia, yeye anatoa maelezo marefu, ila daktari anaandika mstari mmoja tu, naende kutafuta dawa. Kuna wengine wenye wanasemanga huyu daktari alivisomea hajavisomea. Maelezo ya huyu dada ni marefu, ila yeye kwa yale maelezo ameandika kakitu vitu vichache tu. Na huyu dada anafanya nini? Anapona. Wale wajuzi wakaangalia hewani, wakaona ya kuwa kuna nyota nyingine mpya ambayo imekuja, na hii nyota imeashiria uashirio ya kuwa kuna jambo la matokeo maalum ambayo yameweza kutokea. Wakaanza kutafuta hii nyota imetoka wapi. Uwezo wa kielimu unafanya nini? Walipoweza kuchunguza, wakasema ya kuwa imetokea Yerusalemu, na hii nyota imeweza kuonyesha ya kuwa ambaye amezaliwa huko ni mfalme. Sasa kuna mfalme mwingine, na mfalme mwingine amefanya nini? Na ukienda kuangalia kwenye historia ya Biblia, wanakuambia yule Herode hakukuwa Juif, alikuwa no Juif, hakukuwa Myahudi, alikuwa mtu wa mataifa. Sasa mwenye amezaliwa ni mzalendo kabisa. Wale wenye wanajua uzalendo watanipa moyo. Sawa, aseme huyu mwenye amezaliwa si wa kurashia, ni ule mwenye amezaliwa alisia kabisa. Sasa huyu Herode alikuwa mtu wa mataifa, amepokea zile taarifa. Ukishuka pale anaojiana na wale mamajusi, akasema ya kuwa taarifa hizi mlizipata tangu lini? Wale wasomi wanawaambia bayani, tena na data wanawapatia tena, akawaambia ya kuwa kulingana na historia hii imejulikana ya kuwa huyu mtu atazaliwa eneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Najua ujumbe zenye zimeshafika kwako za kuweza kukuambia jinsi gani hauendi vizuri na kanisa, ila wewe unaenda kuona kama ni bla bla tu, si ndio? Wayahudi wameweza kuona ya kuwa
mtu mwenye heshima hawezi hivi. Tukisema ya kuwa kwanza, hata serikali ikisikia ya kuwa mtoto twende sisi wenye wameishi makambi, aseme amezalia mtoto wapi nyumba, nadhani hiyo ilikuwa ni kesi kubwa. Sasa huyu amezaliwa wapi? Porini mwa ng'ombe, orini mwa yote ni Kiswahili. Asema orini mwa ng'ombe, ina maana yeye amebishana na ng'ombe wamtokee kwanza ili yeye azaliwe pale. Ina maana neno lenye ukienda kusikia kwa venye limeweza kufunuliwa na venye limeandaliwa kwa mazingira, hauwezi ukakubali haraka, ila huko ndo kwenye amezaliwa. Sasa jiulize tena, kwa wale wenye wanasoma historia ya Biblia vizuri, hicho kijiji chenye amezaliwa Bethlehem sasa hivi ina sifa kwa sababu mstahiki alizaliwa, ila isingilikuwa hivyo kisingilijulikana hata kujulikana. Kuna mtu anasema ya kuwa mimi nakuaga naona hata mwile kanisa sijulikani, ila hapa baba amekuja kesho wameshajulikana. Kama ule pastori mwenye alikuwa anahubiri leo alishajulikana, ila wewe usiangalie, angalia moyo wako unasimamaje na Kristo. Hiyo amen haijawa ya shindo, kwa sababu sisi sote ni mbele za Kristo tu, mbele za Kristo. Ina maana jambo lenye halikuweza kutarajiwa ya kuwa mtu mfalme anaweza akatokea sehemu hii, ndiko kwenye sasa ametokea. Ina maana si unaona kama mtu iko anagonjwa amesema nakuwa ndimulwachi ashionamaga. Mungu hajachelewa na hatochelewa, ila mwenye amesababisha Mungu achelewe ni nani? Uliza Naamani. Hivi si mnauliza Naamani jichombe mara ngapi kwenye Yordani? Naamani akasema mito ya kwanza, unaona hata vile nimejishika mito ya kwetu na ya hapa alivona, ili silikuwa kiburi tu. Na hata mtu mwenye anahubiri shana kwaka anasema Mungu aile, mmenisikiaje leo? Kuliko kurudishia Mungu utukufu, yeye anasema mmenisikia, na ile suti nilikuwa navaa mlikuwa mnaiona. Sasa isaidie nini? Hiyo isaidie nini? Mtu mheshimiwa amezaliwa kwenye ori la nini? Hata wewe hauwezi kula pale, ila mwenye tunamuomba, mwenye anatupatia nguvu, ndiko kwenye asili yake imetoka. Mjue ya kuwa hawa wote sasa hivi wenye wamependeza hapa, kila mmoja akitoa historia yake, zingine ni za vicheke, zingine ni za zini. Kwa Bwana wetu zimekuwa za vichekesho, sembuse wewe. Usinione hivi, mimi siko wa niveau yako. Bwana, twende pole pole. Hata Yesu mwenye tunahangaika mpaka kumwomba ametoka huko kwenye maisha tatani. Ina maana amezaliwa hapa. Sasa katika kijiji chenye amezaliwa hemo, sasa Bethlehem ni kijiji chenye kilikuwa hakina historia ya aina yoyote. Hakina historia, tena hakina maendeleo. Wale wenye wanajua hata mkambi, kile kijiji cha X8 nilikuwa nakaa, nilikuwa mimi ndo mwenyekiti, mimi ndo sungusu, mimi ndio hiyo. Ilikuwa kama Bethlehem. Ila ndo siku moja jamaa mmoja ananipigia simu, nikamwambia Bethlehem sasa hivi yuko Marekani. Akaanza no, mtu wa kuiksi ameshakuwa Marekani. Lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linafanya nini?
napendaga wale watu wa MNA walikuwa wanaacha wananipiga maneno pa. Na hiki kijiji kinajulikana kuweni. Hiki. Ila wale wenye walikuwa wananiambia akijulikani kuweni, leo niko wapi? Na sasa wewe usiweze kuangalia unayoyao. Wewe angalia uhusiano wako na Kristo. Unatembeaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Habari zake zimeweza kutabiriwa na wasomi na wasiokuwa wasomi. Wasiseme ya kuwa wamewapendelea wasomi, ujumbe ndipo ukaenda kwa wasomi. Na wengine wale wenye hawajui hata kusoma. Hivi ukiangalia hapa kwenye hii Luka, hawa wamesema ujumbe waliopewa na malaika. Ila hawa wengine wametoa ujumbe waliouona wa uwezo wa elimu. Sasa Mungu amekuneemisha wewe, umesoma. Elimu yako inatumikia Kristo namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe mwenye ukusoma, unakunja magoti mara ngapi ili Mungu akuinue upande viwango? Ni hili neno na Bwana atubariki. Amen.